Na kwa upande wa wakimbizi, pengine mmekuta hali ikoje? Kwa sababu kipindi kile tunaongea na mkuu wa mkoa alisema kwamba baadhi ya wakimbizi wamesambaa maeneo mbalimbali hapa nchini. Kimsingi wakimbizi ambao walikamatwa pia, nilisema mwanzoni kwamba tulikamata wakimbizi 39 katika operation. Kwa hiyo wakimbizi kimsingi wanatakiwa kukaa kambini kwa mujibu wa sheria. Kwa hiyo wale ambao walikutwa wako nje ya makambi ndio hao ambao walikamatwa 39 katika kipindi hicho. Lakini kipindi hicho ndicho kipindi ambako mchakato wa kuwarejesha wale nchini kwao ulikuwa unaendelea. Lakini hata hivyo katika zoezi, ndani ya zoezi, nakumbuka wakati tunaendelea na zoezi pia wengine walirejea kambini, zaidi ya wakimbizi 8,000 ambayo inawezekana kutokana na ile operation waliamua kukimbia wakarudi kambini. Kwa hiyo lilikuwa ni zoezi ambalo lina mafanikio makubwa. Vinginevyo inawezekana wale hata hao zaidi ya 8,000 walirudi makambini wangeweza wakapenyeza na kuingia kwenye vijiji, lakini walivyoona operation kila wilaya inaendelea wakaamua kurudi sehemu sahihi ili waweze kurejea makwao, ambao nafikiri idara ya huduma kwa wakimbizi iliendelea na zoezi hadi kukamilika na kufungwa kambi rasmi. Mapema mmekuwa na operation ya kutoa elimu kwa raia, yani mjue jirani yako. Kwa takriban kama miezi miwili imepita huko nyuma, mmepata mafanikio gani na hiki ambacho tunakwenda kuzungumzia juu ya kuzagaa kwa wahamiaji haramu na wakimbizi katika sehemu mbalimbali hapa mkoani Kigoma? Katika utoaji wa elimu ya mjue jirani yako, kwanza ni kuelimisha watu kuhusiana na sheria, taratibu za uhamiaji. Na kimsingi kuna mafanikio makubwa. Kuna mafanikio makubwa kwa sababu lengo letu ni watu wakae kwa kufuata sheria. Hivyo kadiri tunavyoendelea kuwapa elimu, watu wengi zaidi wanaendelea kuchukua vibali vya kazi. Hilo kwetu tunaona ni fanikio kubwa sana. Kwa sababu wanapochukua vibali sasa, ina maana tunakuwa na rekodi ya hao watu na wanakuwa wanatambulika na wanakuwa wanafanya kazi kisheria. Kwa hiyo ni zoezi ambalo linatupa mafanikio makubwa sana. Na vile vile tunakuwa tunapata watu wengi ambao sasa wanajali kuja ofisini au wanathubutu kuja ofisini kuuliza taratibu. Mimi kama nimeoa mgeni natakiwa nifanye nini? Basi tunawapa taratibu na wanaomba nyaraka kama hati ya ufuasi, wanakuja. Kwa hiyo ni zoezi ambalo linawapa watu mwamko. Na hata wale wengine ambao wakati mwingine wanawatumia hawa wafanyakazi, wamekuwa wanataka kujua haswa wafuate taratibu gani kuwapata, na sisi tumekuwa tunaendelea kuwaelimisha. Watu wengi wanaingiwa na hofu hususa kuja katika ofisi yako ya afisa uhamiaji. Wanafikiri hii dhana ya hofu itawatoka lini, ili watoe ushirikiano wa karibu na ofisi yako ili kuweza kukufahamisha kwamba wahamiaji haramu wametawanyika katika sehemu mbalimbali, kukupa ushirikiano kama afisa? Mtangazaji, kwa mujibu wa elimu tunayoitoa ni moja ya sehemu ya kuondoa watu hofu, kwa sababu tunawaeleza na tunawaambia kwamba idara hii ni ya kwao, chombo hichi ni cha kwao, na kipo hapa kwa ajili ya kutumikia wananchi, raia wote. Kwa hiyo hakuna sababu ya kuwa na hofu. Hakuna sababu ya kuwa na hofu, na tunawaeleza kwamba kama unapata changamoto, sehemu sahihi ya kuja kupata taarifa rasmi ni hapa. Na tumekuwa na watu wanatupa taarifa, haswa hata hizi za wahamiaji haramu, maeneo walipo wanatupa. Na ndio maana wakati mwingine tunapoenda kwenye operation zinakuwa na mafanikio. Ukienda unakuta wamekamata watu wa kutosha kabisa. Hizi si kwamba sisi tuna uwezo wa kuona kila mahali hawa raia wako wapi, hawa raia wamejificha wapi.
Wakati mwingine tunapewa taarifa kabisa, hawa watu ukienda mchana huwezi kuwapata, kwa hiyo unabidi uende. Kwa hiyo watu wamehamasika na wanatoa taarifa, na ndio matokeo yake. Na hata ukiangalia katika kazi zetu, katika majukumu yetu pamoja na majukumu mengine, tunafanya misako, doria ndogo ndogo, ukiacha operation kama hizi ambazo zinatangazwa za kimkoa, lakini tumekuwa tunafanya misako, doria maeneo mbalimbali, na taarifa tunapewa na hatua zinachukuliwa. Ukiangalia watu wengi wanakamatwa, si katika mwezi hawapungui watu 500 ambao wanakamatwa na kuchukuliwa hatua mbalimbali. Kwa hiyo tuna mafanikio makubwa sana. Mwito wako ni upi sasa kwa Watanzania ambao hususa wanakaa kando kando ya ziwa na wamekaribiana na hizi nchi jirani ambazo zina wimbi la wakimbizi pamoja na wahamiaji haramu? Asante sana mtangazaji. Mimi wito wangu kwanza kwa raia wa kigeni ambaye anafahamu hana kibali na yuko nchini kinyume cha sheria, ajue hayuko mahali salama. Anatakiwa aondoke kwa namna yoyote ile kabla hatujamfikia, na sisi tutawafikia kwa namna yoyote ile. Lakini pia tuna waasa na kuwaomba raia wa kawaida ambao wapo katika maeneo yetu ya maeneo ya kando kando ya ziwa na walioko mashambani kufuata sheria na taratibu za kuwaajiri wageni. Hili litatusaidia kabisa kuondokana na hili swala la wahamiaji haramu wanaozagaa kwenye maeneo ya mashamba na maeneo ya ziwa. Lakini pia tunawaomba na kuwasihi raia wa kawaida ambao wapo kwenye maeneo ya majumbani washirikiane nasi kwa karibu zaidi, ili tuweze kupata taarifa ambazo ziko sahihi, ambazo zitatuwezesha kuwaondoa wote ambao kwa namna moja au nyingine wamejificha kwenye maeneo ambayo kwa sisi kwa kawaida hatuwezi kuwabaini bila ya msaada wao. Kwa hiyo tunawaomba sana na kuwasihi. Asante sana. Asante sana.